Kuiga maisha mtandaoni ni moja ya changamoto kubwa kwa wanafunzi wengi, na wengi wao wamejikuta wanafanya mambo yasiyofaa na mwisho wa siku kupelekea kufeli katika masomo yao. Unaweza kuwa na mtu mtandaoni na mara nyingi watu wa mtandaoni wanaonyesha sio halisia. Hawaonyeshi namna wanapopambana, hawaonyeshi changamoto wanazokutana nazo, hawaonyeshi shida, hawaonyeshi yani wanaonyesha vitu ambavyo wewe unaviangalia unasema ni kweli mtu anafanikiwa, lakini nyuma pazia huwezi kuona vitu ambavyo wanakutana navyo, aidha ni kushindwa au vipi. Sasa athari za kuiga maisha mtandaoni kwa wanafunzi au hata kwa sisi watu wazima, kwanza inapelekea matumizi mabaya ya fedha. Unajilinganisha na wengine jinsi wanavyoishi na wewe unatamani uishi kama yeye. Mwisho wa siku unatengeneza tension kubwa, unajiathiri mwenyewe kifedha, na mwisho wa siku inakuja kuathiri hata katika mambo mengine, ili tu kuweza kutimiza mafanikio yako. Lakini jambo lingine linalopelekea athari za kuiga maisha mtandaoni ni kujidharau. Unapojilinganisha na mtu mwingine ambaye ukijilinganisha wewe na yeye unahisi kwamba yeye amepiga hatua kubwa ya kimaendeleo kuliko wewe. Sasa hii inakufanya ujidharau, ujue ni mtu wa chini, na inaanza kukufanya usahau ndoto zako na kuanza kuiga maisha ya kama nilivyosema, hakuonyeshi au hauoni changamoto anazokutana nazo au huoni mapambano yake. Hiyo inakufanya wewe kushinda kufocus katika mambo yako ya msingi. Lakini kitu kingine ni wewe inaweza ikakufanya kuingia katika hali tabia hatarishi eti tu kwa sababu ya kuiga vitu mtandaoni, na unaweza kutengeneza tension kubwa, kitu ambacho mwisho wa siku inaweza kutengeneza msongo wa mawazo, inaweza kukufelisha katika malengo yako, na mwisho wa siku kujikuta ni katika watu ambao wamefeli katika maisha yao. Jambo la msingi ni kwamba tutumie mitandao kwa mambo ya msingi, tutumie mitandao kwa mambo yanayotujenga, kwa sababu sasa hivi mitandao ipo kwa ajili ya kuturahisishia kazi kwa lengo la kujifunza. Kwa hiyo ninachoshauri mwanafunzi au ni mzazi au ni mwalimu, tuwafundishe vijana wetu namna ya matumizi mazuri ya mitandao ili iweze kutuletea faida na si vinginevyo. Kama kuna jambo lingine lolote kuhusiana na mitandao ambalo sijalizungumza kwa siku ya leo, niandikie hapo, nitapitia ili sote tuweze kupata faida. Kama video hii utakuwa umejifunza zaidi, share kwa wengine ili sote tuweze kujifunza kwa pamoja. Asante na tukutane katika somo linalofuata. Somo linalofuata nitaelezea namna gani tunaweza kutumia mitandao ili kuweza kutuletea faida. Hili ni somo ambalo muda si mrefu linafuata. Kwa hiyo naomba tuwe pamoja. Asante.